tunategemea vitu visivyoongea, visivyosaidia. Taarifa ni ya kwamba bila Mungu hakuna maisha. Inamaanisha mtu akijiondoa, akijidisconnect mwenyewe kwa Mungu, basi atakufa tu, hataishi. Mungu ndiye asili yetu. Mungu ndiye asili yetu. Kama vile samaki asili yake ni maji, kama vile mimea asili yake ni ardhi, sisi asili yetu ni Mungu. Na ndio maana tukiondoka kwa hii dunia tunamrudia yeye aliyetuweka hapa. Mnyama hata akifa, na unajua kuna kidogo Kiswahili lazima, ng'ombe wangu amefariki. Ng'ombe hafariki, ng'ombe anakufa. Anayefariki, kufariki maana yake ni kutenganishwa na dunia, anaenda sehemu nyingine. Anayefariki ni mwanadamu. Lakini usema ng'ombe yangu imefariki, hiyo ni kwenda nje ya Kiswahili. Na kusema mbuzi yangu imejifungua, mbuzi haijifungui, mbuzi anazaa. Anayejifungua ni mwanadamu, mbuzi anazaa. Na hiyo imenikumbusha siku za nyuma, story si kama ya kweli, lakini nafikiri ya kweli. Kama si ya kweli 100%, basi angalau 90% ama 80%. Zamani wakati Mheshimiwa Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, baba wa taifa, ameondoka duniani, basi Mwalimu Nyerere alituma delegation kuja kwenye msiba. Alipotuma delegation kuja kwenye msiba, aliyekuwa kiongozi wa hiyo delegation alikuwa mzee mmoja anaitwa Mheshimiwa Kingunge Ngomale Mwiru. Sasa yeye aliongoza hiyo timu. Basi wakati wanapita hapo, shughuli zinaendelea, na kwamba sasa wale majirani wametuma ama maraisi wajumbe kutoka nchi zingine waseme kitu kwa ajili ya msiba. Wanasema basi yule MC kaanza kukaribisha mmoja baada ya mwingine, akasimama Kingunge Ngomale Mwiru ambaye ndiyo kiongozi wa hiyo timu kutoka TZ. Akasema, tunasikitika sana kwa kifo cha mzee wetu ambaye amefariki, hayati Jomo Kenyatta, kwani baba wa taifa la Kenya na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo alitaja hayati. Hayati alikuwa mzuri. Hayati alikuja Dar es Salaam. Hayati tulimpenda. Hayati huyo alikuwa ni mtu mwema. Alipomaliza kumrudishia microphone, yule MC naye akasema, tunashukuru sana hayati Kingunge Ngomale Mwiru. Na wale mahayati wote mko hapa, mahayati kutoka Ethiopia, mahayati kutoka Sudan, na mahayati wengine wote vile mnapendeza. Akaenda Kingunge Ngomale Mwiru akashaka, aya, nimekuwa hayati tena sasa. Kumbe hayati ni yule mtu ambaye amefariki, hayuko duniani. Na mtu kama alikuwa ni mtu ambaye amefanya kitu, ameacha legacy, ndio sasa huyo anaitwa hayati. Lakini kama mtu amekufa hajaacha kitu chochote, hata ile yake ya kusoma wasifu wa marehemu na kwa fupi, na huyo anasema hawaiti hayati za marehemu. Marehemu alizaliwa kijiji fulani, marehemu alisoma. Kuna kidogo Kiswahili lazima, ng'ombe wangu amefariki. Ng'ombe hafariki, ng'ombe anakufa. Anayefariki, kufariki maana yake ni kutenganishwa na dunia, anaenda sehemu nyingine. Anayefariki ni mwanadamu. Lakini usema ng'ombe yangu imefariki, hiyo ni kwenda nje ya Kiswahili. Na kusema mbuzi yangu imejifungua, mbuzi haijifungui, mbuzi anazaa. Anayejifungua ni mwanadamu, mbuzi anazaa. Na hiyo imenikumbusha siku za nyuma, story si kama ya kweli, lakini nafikiri ya kweli. Kama si ya kweli 100%, basi angalau 90% ama 80%. Zamani wakati Mheshimiwa Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, baba wa taifa,
ameondoka duniani, basi Mwalimu Nyerere alituma delegation kuja kwenye msiba. Alipotuma delegation kuja kwenye msiba, aliyekuwa kiongozi wa hiyo delegation alikuwa mzee mmoja anaitwa Mheshimiwa Kingunge Ngomale Mwiru. Sasa yeye aliongoza hiyo timu. Basi wakati wanapita hapo, shughuli zinaendelea, na kwamba sasa wale majirani wametuma ama maraisi wajumbe kutoka nchi zingine waseme kitu kwa ajili ya msiba. Wanasema basi yule MC kaanza kukaribisha mmoja baada ya mwingine, akasimama Kingunge Ngomale Mwiru ambaye ndiyo kiongozi wa hiyo timu kutoka TZ. Akasema tunasikitika sana kwa kifo cha mzee wetu ambaye amefariki, hayati Jomo Kenyatta, kwani baba wa taifa la Kenya na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo alitaja hayati. Hayati alikuwa mzuri, hayati alikuja Dar es Salaam, hayati tulimpenda, hayati huyo alikuwa ni mtu mwema. Alipomaliza kumrudishia microphone, yule MC naye akasema tunashukuru sana hayati Kingunge Ngomale Mwiru. Na wale mahayati wote mko hapa, mahayati kutoka Ethiopia, mahayati kutoka Sudan, na mahayati wengine wote vile mnapendeza. Akaenda Kingunge Ngomale Mwiru akashaka, aya, nimekuwa hayati tena sana. Kumbe hayati ni yule mtu ambaye amefariki, hayuko duniani. Na mtu kama alikuwa ni mtu ambaye amefanya kitu, ameacha legacy, ndio sasa huyo anaitwa hayati. Lakini kama mtu amekufa hajaacha kitu chochote, hata ile yake ya kusoma wasifu wa marehemu inakuwa fupi. Na huyo anasema hawaiti hayati za marehemu. Marehemu alizaliwa kijiji fulani, marehemu alisoma, hawasemi hata alimaliza hata primary. Marehemu alisoma kwa primary school hii. Marehemu alianza shughuli zake akizunguka. Marehemu aliingia Nairobi kuumwa. Marehemu alianza kuumwa, tumbo linafura. Marehemu alienda hospitali fulani anataja kifo. Saa 9 usiku marehemu amekufa. Ndoa, marehemu ameacha watoto 3 na bibi 6. Marehemu alitangatanga kisha akaondoka duniani. Inakuwa ni fupi, hata haina, hajaacha legacy, hajaacha kitu. Ambaye ameacha kitu anaitwa hayati. Maana yake ameacha hatua, watu watakanyaga mahali alipokuwa amekanyaga. Huyo sasa ndio anaitwa hayati. Sasa sisi asili yetu ni Mungu. Ndio huyo alipokuja anasema nimekuwa hayati tena. Ndio akaenda kumnongoneza MC, bwana hayati ni mtu ambaye ameondoka duniani. Mimi nilifikiria hayati ni mheshimiwa. Ndio maana nikasema mahayati wote mliotoka hata Sudani, hata Ethiopia, hata ninyi pia tunawaheshimu. Sasa ni kitu cha namna hiyo. Mungu ndiye asili yetu. Mungu ameweka heshima kwa mwanadamu. Ndio maana ikitokea hata accident, imetokea ajali, basi imeanguka, watu wamekufa, watakuja hata watu si ndugu, wamama watapiga nduru, watapiga kelele, ui, na kama ameharibika watachukua hata leso zao wamfunike, kwa sababu mwanadamu yuko na heshima yake. Watamfunika, hawajui jina lake, hawajui kabila lake, hawajui ametoka wapi, lakini ile asili ya Mungu iliyo ndani yetu, hiyo ndio inayotuunganisha. Mtu mmoja sema amina ya uhakika. Asili ya Mungu iliyo ndani yetu. Sisi asili yetu ni Mungu. Katika mazingira yetu tuliyoumbwa nayo ili tuishi katika uwepo wake, ili tumwabudu. Mungu ametuita, ametutengeneza, ametuumba. Malengo ya kuumbwa ni kumwabudu, ni kumwabudu, ni kumuinua, kusema hakuna aliye kama yeye. Kwa sababu chochote kile mwanadamu anataka kufanya bila Mungu hautaweza. Unaweza kulala ukiwa mzima, lakini ukaja kuokotwa asubuhi umekufa kitambo. Tunahitaji Mungu katika maisha yetu.
Lazima sisi tujiungamanishe kwake, kwa sababu kupitia yeye tu maisha yetu yatakuwepo. Si kupitia fedha, si kupitia mali. Tumeona watu wana pesa lakini wanajipiga risasi. Maana pesa sio jawabu la mambo yote. Jawabu la mambo yote ni Mungu aliye hai. Haimaanishi kwamba pesa ni mbaya, ni nzuri, tunazihitaji. Lakini pesa zisichukue nafasi ya kwanza. Nafasi ya kwanza iwe ni Mungu. Wala uzuri, mtu anaweza kujiangalia kwa kioo akajiona jinsi alivyo mzuri, alivyo mrembo, akitembea kama tausi, kama twiga anatembea, lakini ni mwanadamu. Siku moja chini ya mchanga futi 6 utaenda kuwekwa mahali pale. Ulikuwa una uwezo wa kujivalisha unavyotaka, lakini sasa utavalishwa, kwa maana hauna uwezo tena wa kujivalisha. Na ndio maana huna sababu ya kumdharau mtu, kwa maana huwezi kujua nani atakuzika. Peana watu salamu, wakaribisha watu, ongea na watu. Watu wengine kwa sababu tu amesoma sana, anadharau wale watu wengine ambao hawajaenda darasani. Nataka nikuambie, hata waliojenga Nairobi, wengine waliuza sukuma. Na wamejenga mijengo iko hapa Nairobi. Usimdharau mtu, kwa sababu huwezi kujua nani atakayekuokota siku ya taabu yako. Kwa sababu inawezekana huyo haumjui, lakini mtoto wake atamsaidia mjukuu wako. Dunia ni ndogo sana, ni saiko. Tunazunguka tunakutana mahali pamoja. Usione ya kwamba huyu ni nani, ni takataka. Hakuna mwanadamu aliye takataka. Na kama unasikia kichefuchefu, unatamani kutapika, unadharau watu, nataka nikupe mashauri. Siku ya leo ukitoka hapa nenda makaburini. Hata kama ni Lang'ata, hata wapi, anza kupita kwa makaburi. Unasema wewe Jeni ulikufa, kwisha. Anza kudharau makaburi. Lakini kama ni mwanadamu, hata kama hana kitu, Mungu ni wa maajabu. Kama namtegemea Mungu, anaweza kutoka pale na akaja kuwa managing director katika kampuni fulani ambayo ameianza yeye mwenyewe. Kwa maana sisi jeuri yetu ni Mungu, na bado Mungu hajamalizana na sisi. Mungu hajamalizana na wewe. Sio vizuri hata usalimii watu. Mwingine akitembea mpaka mabega anataka overtake masikio. Yaani hasa wewe. Sisi ni mwanadamu, tumezaliwa na mwanamke. Lakini unaona, hata nimeona waheshimiwa wamekuja hapa wanasalimiana watu. Mwingine tena hana mbele hana nyuma. Lakini anadharau watu. Acha madharau, kwa maana bado Mungu hajamalizana na wewe, na huwezi kujua Mungu atakutoa akupeleke mahali gani. Mtu mmoja sema amina ya uhakika. Niseme nisiseme. Acha tukumbuke kuwa maji bila samaki hayawezi, samaki bila maji hayawezi kuwa samaki. Na mimea bila ardhi haiwezi kuwa mimea. Na wanadamu bila Mungu hatuwezi kuwa wanadamu. Tunahitaji Mungu katika sehemu zote za maisha yetu. Bwana asifiwe. Nataka nimalize nikisema hivi. Mtu mmoja katika pita zake town, hata sijui alikuwa ametoka wapi, lakini alikuta watu wamepanga kamlolongo fulani hivi, kanasonga polepole. Sasa akauliza kwa jirani, hawa mbona wamepanga laini hapa? Aliyeuliza akasema wanachukua hela. Hao wako wanachukua pesa. Kale kanyumba kale ni pesa kabisa. Ni pesa. Akaenda akaunga nyuma ya laini. Anasonga. Lakini tena anajiuliza, sasa wanachukua pesa kwa kale kanyumba. Akamuuliza aliye mbele yake, habari za nzuri, hata wewe unaenda kuchukua pesa sasa? Si ndio? Kwa laini naenda kuchukua pesa. Akaona sijapotea, naye anasonga na watu wengine wanakuja nyuma yake. Wasiwasi ukamuingia, kageuka tena nyuma kumuuliza, ndugu yangu, hata wewe unaenda kuchukua pesa? Naenda kuchukua pesa pale. Akaona kumbe niko sawa, niko sahihi kabisa, naenda kuchukua pesa. Watu wakitoka pale na furaha, wanaweka pesa kwenye wallet zao, kwenye vibeti vyao. Ni kweli pesa zinachukuliwa pale kwa kale kanyumba. Akasogea na kuna askari wa security hapo, akaenda kumuuliza, hivi ni pesa kweli wanachukua humu ndani? Ni pesa wanachukua humu ndani. Uone unatoka na pesa.
Sawa, kumbe niko sawa uko sawa. Ikafika sasa zamu yake. Aliyetoka ametoka akaingia, anakuta mashine. Sasa mashine. Sasa nachukuaje hizi pesa? Akatoka kumuuliza askari hapo nje, sasa mbona sioni kama anatoa pesa, kama kuna mtu anatoa pesa hapo? Akasema uko na kadi. Kadi? Wanapewa na kadi? Ni kadi ile. Ndio hiyo mashine nakuambia yenyewe. Yenyewe inazungumza. Insect wa kadi. Unatumbukiza, itakuongelesha English Swahili, unafinya unapotaka. Na pesa unazotaka. Sasa uko na kadi. Mimi sina hata sikujua. Ndio akamwambia wale wanachukua pesa waliweka. Hauwezi kwenda kuchukua pahali hukuweka. Ukiona wako na jeuri kabisa, wako na kadi. Nayo kadi kama ukitumbukiza pale ndani, kama haujui password hazitoki. Lakini ukiweka, ukifinya pale utasikia unakaa vizuri. Unajua sasa zinakuuliza unataka na receipt ama unataka bila receipt. Wewe ndio utaamua bila receipt, naona receipt itanichelewesha. Leta tu hivyo hivyo. Na mtu akitoka pale yuko vizuri. Maisha yetu tunahitaji kuwekeza kwa Mungu. Na ukiona mtu amebarikiwa, mtu anapokea, aliweka. Sasa kuna watu wanasonga kwa laini, lakini hawajawahi kuweka kwa Mungu, anasonga tu kwa laini. Wewe unasindikiza wenzako kuchukua baraka zao. Wewe hauwezi kuzipata. Lakini siku ya leo mimi nakushauri kwamba songa, lakini ukiwa na kadi yako na password yako ni jina la Yesu Kristo. Haleluya. Unasonga kuchukua, na tuna mahali pa kuweka sasa hiyo account zetu ili kesho tuweze kuchukua. Ni kwenye mjengo huko hapa nyuma. Kwenye mjengo huko hapa nyuma hapo sasa, hapo ndio account yako ya benki. Unaweza kwenda kutumbukiza, kuweka pale ili kesho uende utumbukize, ikwambie unataka pesa ngapi. Wale wanachukua baraka zao waliweka. Lakini wale wengine ambao hawakuweka wataishia kuwapigia wengine makofi. Na watu wasema kwamba wanaimba nyimbo za kuwafariji. Kuna nyimbo zinafarijingi sana watu. Haleluya. Tutaota mabawa ukiruka kama ndege. Tabu imezidi, kodi ya nyumba hamna rent. Kama ndege hakuna kuota kumea mabawa, utabaki hapo. Watoto wako nani asomeshe? Natamani kwenda mbingu. Kufanya nini? Sasa dunia ni pabaya sana. Hata kwenye maombi, Baba, hii dunia ni mbaya sana, imeoza kabisa. Imeoza, watu wananunua ploti wanajenga. Wewe unasema imeoza. Imeoza, watu magari yako kwa meli yanakuja. Unasema kama haya wenye tabu, njoni basi tuombe, kuna shida fulani unakuja. Sikiliza wanavyoomba. Baba, Yesu rudi haraka, Yesu rudi haraka, Yesu rudi haraka, tunateseka watumishi wako. Yesu rudi haraka Baba, Yesu rudi haraka Baba. Yesu, Yesu. Rudi haraka. Tumekutuma utusemee. Na ndio wanauliza siku zote, Yesu rudi, tumechoka Baba, tumechoka. Nani amekwambia tumechoka? Hivi ndio kwanza tunaanza project. Hata hatujachoka. Ila kama wewe umechoka, kuja hapa na useme tu, nikikuuliza huko na tabu gani, niende. Tabu zimezidi, sitakuombea tu, Baba mchukue faster. Aende haraka. Aende faster. Usitake kuleta Yesu kwa sababu ya tabu ulizonazo. Alafu nataka kumleta Yesu aje kwa wakati wake, maana tuko na shughuli nyingi. Hawezi sasa ukisema aje haraka na mjengo hatujamaliza itakuwaje? Lazima aje kwa wakati. Simuite Yesu kwa sababu ya tabu zako. Sisi ni mfano wa Mungu, tumefinyangwa kwa udongo katika mfano wake. Mtu aseme amina ya uhakika. Niseme ya kwamba ninapozungumza hii, naomba kidogo praise team kujeni. Na udongo bila ardhi, udongo ambao ni ardhi bila mti, utabaki udongo tu. Nisikilize hii. Udongo ama mchanga usipokuwa na mimea utabaki udongo.
na value ya udongo haiendi chini, daima inaenda juu. Bahari ikiweko, hata kama haina samaki, itabaki ni bahari tu. Na sisi, Mungu bila sisi atabaki kuwa Mungu tu. Hata kama ukisema mimi sitaki, simtaki Mungu, Mungu atabaki kuwa Mungu. Samaki, bahari bila samaki ni bahari. Mchanga bila mimea unabaki mchanga. Mungu bila mwanadamu anabaki Mungu. Lakini sisi wanadamu bila Mungu si kitu. Ni watu wa kuondoka juu ya uso wa nchi. Kwa kifupi tu tutaimba chanzo cha uhai wangu, tukiwa tumesimama sisi wote, kwa sababu chanzo cha uhai wetu ni Mungu. Chanzo cha uhai wetu ni Mungu. Tukijua ardhi bila mimea itabaki ardhi, bahari bila samaki itabaki bahari, Mungu bila wanadamu atabaki kuitwa Mungu. Kinachotakiwa ni sisi kujiconnect na yeye, ili Mungu aweze kutusaidia katika maisha yetu. Na nitamke kama mtumishi wa Bwana, yeyote hata ambao umekuja hapa ukiwa mgonjwa au usikii vizuri katika mwili wako, umeng'ang'ana tu ngoja niende, Bwana akuguse na akuponye. Bwana akuinue kabisa. Bwana akutendee mema. Na umekuja ukiwa na mashaka kwa sababu ya mambo ambayo yamekutokea, na kushauri usichukue sumu ukameza ukatoa uhai wako. Bado liko tumaini la Mungu, anaweza kukutendea. Karibu. Karibu. Nimejifunza kudhiliwa na kufanikiwa katika yote, wewe bado ni Mungu. Ninajua kushiba na kuona njaa, katika yote wewe bado ni hata upepo nao uvume, mimi nitakuabudu wewe, chanzo cha uhai wangu. Tuimbe sote. Na
yetu. Wakati chanzo cha samaki uhai wake ni maji, wakati chanzo cha mimea uhai wake ni ardhi, sisi ulituumba kwa mfano wako, na wewe ndio chanzo cha uhai. Tusaidie Bwana kuyajua haya na tukatembee katika haya, ya kwamba bila wewe hatuwezi chochote. Bwana utusaidie, shusha kiburi chetu, ondoa madharau yetu, ondoa kujisahau kwetu, ondoa kutosheka kwetu na vitu ambavyo umetupatia, kama ni nyumba, kama ni mashamba, kama ni magari, kama ni afya, kama ni watoto, kama ni mali, lakini wewe ndio chanzo cha uhai wetu. Tunakushukuru kwa yote uliyotutendea, lakini tunakumbuka ya kwamba bila wewe tusingeweza. Pokea utukufu Bwana, pokea utukufu Jehova, pokea utukufu Simba wa Yuda. Tukayajue hayo ya kwamba wewe ndiwe chanzo cha uhai wetu, wewe ndio chanzo cha uhai wetu. Tusaidie kutembea na heshima na adabu tukiwa juu ya uso wa nchi. Mungu wetu, tumekusanyika hapa leo sisi tukiwa watoto wako pamoja na viongozi wetu wanaotusimamia katika nchi hii, katika mambo ya utawala na uongozi, kila mmoja kwa nafasi yake. Baba, tuseme nini juu ya hayo? Unatupenda upeo, unatupenda watu wa nchi hii, unapenda watu wa Afrika Mashariki, unapenda watu wa Afrika, unapenda wanadamu uliowaumba kwa mfano wako. Tusaidie kuyajua haya, ewe Simba wa Yuda, utusaidie ya kwamba bila wewe hatuwezi chochote. Bila wewe sisi ni marehemu, sisi tumekufa. Bila wewe hatuwezi kuishi hata zaidi ya dakika moja. Ukisema hapana, hakuna weza kusema ndio, na ukisema ndio, hakuna anayeweza kusema hapana, maana ukitamka wewe ni sheria. Tunajikabidhi mikononi mwako, tukisema asante Bwana kwa ajili ya wema wako. Shukuru Bwana kwa kinywa chako, mwambie tu asante Bwana. Asante Bwana, ukimpigia na makofi na shangwe. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Mfalme, kwa sababu wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Unastahili sifa. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini, na wanaompenda Mungu waseme kwa nguvu tena. Unaweza kusema vizuri kuliko hapo zaidi. Sema tena amen. Tumshangilie Bwana kwa ajili ya wema wake. Shangilie Bwana kwa ajili ya wema wake. Asante. Tunaweza nikiwa hapa niombe kwa heshima tu, lakini niombe kwa Baba Askofu ukiniruhusu, na ameniruhusu. Kwa maana hiyo narudi kwa waheshimiwa. Nawapenda na waheshimu sana. Nikishuka tu hivi angani, simame hapo kwa kibali cha Baba Askofu, alafu chukue picha ya pamoja angani, nasema ya kwamba sasa waheshimiwa ndio hao, ili siku mkija Tanzania watu wakitaka kunikorofisha sasa, si mnaona, hebu pisha haraka, pisha ndio niende pale mara moja, kwa sababu ninaamini kuna jambo jipya linatendeka katika taifa hili la Kenya. Nimeruhusiwa nimjoin ndio ionekane nilimhost. Yeah.
tumepokea leo hii neno la kututia nguvu. Pia katika hilo neno tumejifunza Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Wajua Tanzania wakiwa tunajaribu tuzungumze Kiingereza kwa wingi, kwa sababu nao pia wako na challenge ya Kiingereza. Hallelujah. So tunapotelea kwa Kiingereza ndio tusikosee katika Kiswahili. Kabla sijapeana microphone na tuingie kwa kipindi kingine, kuna kitu nataka niongezee tu kidogo katika mstari wa 53 1 Samuel. Kuna kijana mmoja alishangaza sana wana wa Israeli. Jina lake Daudi. Biblia inasema na Sauli alipomwona Daudi akienda kukutana na Wafilisti, akauliza Abner, captain wa jeshi lake, ambaye kijana yake pia ni kijana, na Abner akamjibu Sauli akamwambia, as thy soul liveth, O king, I cannot tell. He didn't know David very well. And the king said, inquire thou whose son the stripling is. And as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand. And Saul said to him, whose son art thou, thou young man? And David answered, I am the son of thy servant Jesse the Bethlehemite. It was a time of challenge. It was a time when Goliath was standing strong. It was a time that Goliath was abusing the army of Israel. It was a time that the Philistines were having a holiday against Israel. No one among the Israelites was strong enough to dare the Philistines because they had a giant that stood every day to challenge them. But a young man by the name of David, who in the eyes of people was not qualified to take on the Goliath. I want to tell you this today. You may have challenges facing you in life, and the challenges are big. The challenges can be curses from your ancestors. The challenges can be poverty. Challenges can be any kind of Goliath standing on your way. Challenges can also be your political stance. In all challenges, there are people who see you like they saw David. How did they see David? They saw David as unqualified. Praise be to God. In the eyes of men, you may look unqualified. Why? Because he was a small boy. Number two, he was not educated in as far as the arms or army was concerned. And number three, he did not have qualified weapons in his hands. When they look at him, he was not prepared for the battle. And number four, he was unmarried. David was a young man. Number five, David was a wilderness man. Alikuwa mshamba. Even his pronunciations were worse than some of my friends. David was a mshamba. Look at your neighbor and say, you may be a mshamba. It's only that I'm not talking now. I'm seated next to you. But David, as he was daring to go, Saul saw him. Saul talked to him. Saul even discouraged him. But when he stepped into the field to face off with Goliath, that is when the details were necessary. When you step out and you don't sit back, that's when the details begin to emerge. Whose son are you? Whose child are you? Where do you come from? But I want to tell you something that David had in the eyes of God.
which today we are praying that God gives you what David had, because all men are equal, but what makes a difference is what you carry. What makes a difference is the contents of your life. Say amen to the Lord. It is not the complexion of your body. It is not the size of your body, but the contents of your heart, the contents of your life. That is what makes the difference. So what was in David? 3 things, and then we pray. Number 1, David had a favor with God. Say amen to Jesus. Look at that neighbor, say favor with God. When you have favor with God, there is no mountain you cannot climb. When you have favor with God, there is no Red Sea you cannot cross. When you have favor with God, there is no enemy that can overcome you. Say amen to the Lord Jesus. Come on, look at that neighbor, tell them all you need is God's favor. Favor is only found when you come into the house of God. When you have favor, it doesn't matter whether you know English or you don't know. Favor will open doors where you're not qualified to go. Can I hear an amen? Favor will cause you to sit among the great and mighty. Favor will sustain the flow of oil and anointing over your life. Favor. How many desire favor? May God give you favor. When you have favor, you don't buy people. People will love you even without you. Am I communicating? When you have favor, you step your foot on the Jordan River and the river parts because of favor. Say my amen. One time I went to a certain home and they slaughtered, in every house they slaughtered a chicken. And we had more than 5 chickens slaughtered for me. So one of the people asked me, I've been coming to this home and they don't slaughter anything. They give me mboga ile inaitwa bo. Nikamwambia, what you need is favor. Say my amen to the Lord. I pray that God gives you favor today. I pray that as you live, you will live with a divine favor. Favor that God introduces you and God fights for you. Favor that God says, I know you by name. Say amen to the Lord Jesus. Number 2, the content that was in David, he was a risk taker. A risk taker. Look at your neighbor and say, if you never take a risk, you'll always have those who took risks. Life is about risk taking. Even in ministry, if we don't take risks, we will never preach. Say amen to the Lord. Amen. Even our politicians, you see all of them great here. The beginning point, the time they began was a risk. Some of them resigned from their places of work and they took a step of faith. Some of them were told by their family members, unafikiri unaenda wapi? Hii utaweza. Kama local chief hauwezi, ndio MP. Saa hii ni MP. Saa hii ni women rep. Saa hii ni mtu mkubwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Look at your neighbor and say, take a risk. Hata kuja Nairobi, we risked. Unakuja bila kujua mtu. Mimi nilikuja bila kujua mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Starting a business is a risk. Marrying is a risk. You marry a fully grown man with 32 teeth. 32. Ni unakuwa 32 ama 36. 32. Na usiku wa manane unalala unamorota. You took a risk. You don't know the man very well. Tell your neighbor, don't be comfortable in Zion. Step out, take a risk. Whatever you desire to have in life, you must have a risk-taking spirit in the name of Jesus Christ. Don't be a visionary without risk-taking. You just say, oh Lord, give me this mountain. Oh Lord, I desire this mountain. Yes, you will say, give me this mountain, but you have to step out and go for the mountain.
Say amen to the Lord Jesus. You know, when we got saved more than 37 years ago, we used to have that fire of the Holy Ghost. Fire. I know, Your Excellency, you may not remember, but one time in the 90s, I think 91, 92 there, I brought you some files in your house in Southlands. House number 100. So tulitoka mbali ni vile, that time I was very small and skinny. Ninatumwa na files kutoka kwa my spiritual father, Bishop Kitonga. And I would step in there and I say, one day, ata mimi, although sikujua direction gani, risk takers. Praise be to God. Everything you see, the ones who came up with the aircraft, they risked. Say amen. Train, they risked. Vehicles, they risked. If you don't risk, you go nowhere. Do me a favor now, because I'm just handing over the microphone to Mheshimiwa. Tell 4 people, if you don't take a risk, you'll always serve the risk takers. You always serve the risk takers. You'll always remain the same way you have always been. The only person that is permitted to be the same yesterday, today, and forever is Jesus Christ. You are supposed to be progressive. You're supposed to be moving from one level to another. And I decree and declare you will move from one level to another level in the name of Jesus Christ. He was a risk taker. He said, what shall be given? He was not just a risk taker. He was a risk taker from Mount Kenya. What shall be given? Nini tapewa huyu mtu ambaye ataangusha hii Goliath? Jina la Bwana libarikiwe sana. Goliath. Tell that neighbor, you must take a risk. And you will reap. Even planting season, farmers take risks. They plant and they go to sleep. Say amen. One time we were transiting in an airport, and boom, was screens airport. There were so many screens in the airport. Boom, an aircraft has crashed and nobody survived. And there were more than 300 and something people who died. And everybody was looking at the screen. Wow, wow. Then you know what happened, Mheshimiwa? When everybody's time came and they were calling for them to board, your flight is waiting for you. You need to board now. People are running to board. You see somebody running to board. Anaangalia ile screen, lakini maisha lazima. It doesn't matter what you hear. Continue in life of risk-taking. The amen is weak. And number 3, that was with David. He was a positive confessor. He was positive even though he didn't have weapons, even though he didn't have all the things that people expected him to have. He still believed that he's able to bring a change. He still believed he was able to make a difference in his time. The whole of Israel was waiting for one man to bring a difference. The whole of Israel was crying out and praying for God to bring a difference. David confessed and said, he was personal. He said, not we, but I. Say amen to the Lord. And it begins with I as an individual. I must go. I will go to the field there. I will face this Goliath. And he went there with a stone and a sling. And by the end of the story, the king inquired from Abner,
When he saw David, he said, whose son is that? He's a risk taker, a positive confessor, and a man of favor. Who is that? Then Abner went to inquire. After the results, Abner came back with David and said, he is the son of Jesse. Actually, David is the one who said it. I want to prophesy to you. You will come back. You will come back with results. I say in your life, you'll come back with results. Father, give me favor. Give me the power to become a risk taker. Give me power to confess positivity concerning my life, concerning my family, and concerning my destiny. In the name of Jesus Christ, we give you glory, oh God, and we give you praises this afternoon. Lord, we praise you and we exalt you and we bless you. In Jesus' name we pray. How many things you need? 3. 1, favor. 2, risk-taking. And 3, positive confession. Believe you can. Yes, we can. I am well able. The spies said it is not possible, but Joshua and Caleb said we are well able. I want to ask Mzee to come and just say a prayer for our leaders, just a short prayer as they lead us in this season and time, in the name of Jesus Christ. Amen. Shall we raise our hands towards our leaders and most probably ask Your Excellency to come right to the front, and Mama and Mheshimiwa Kioni team, just come as Archbishop says a word of prayer for you. Amen. 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 Just come. Just come. Glory be to God. Thank you, Jesus. We give glory to the King of Kings, the Lord of Lords. We thank you, Father, for what you have done to our people. We thank you today, O Lord Jesus, that you are the same yesterday, today, and forever. We commit His Excellency Kalonzo Musyoka unto your holy hands. Mama Martha, we thank you for these leaders that you have raised during this our time. We thank you, Father, that you are going, Lord, to lead us, to lead them to a better way, to lead them, Father, in as they are continuing to take risk for this our country, Kenya. We thank you, Father, that you are going to do a miracle in their lives. You brought them here, Father, as our leaders. We thank you, Father, that we are anointing them with the holy oil, that they are going to take risk for this our country. And we are going, Lord, to do your will as we continue according to the message that we have heard, that we are to take risk, we are to take positive confession, that Lord, just as David did, that these leaders are going to do it, not just echoing from their mouths, but even in their spirit. They are going to have faith that God, it is you who is holding their hands, and they are going to reach where God you wanted them to reach. It is you who made the children of Israel to go to Canaan. We thank you for today, Lord Jesus, that you are going to do miracles in these lives of these people. We thank you, Father. We love you and give you glory that God, you are going to do a miracle. Thank you, Father, that you are going to do it. Thank you, King of Kings, that God, you are going to do a miracles. These are our leaders, the ones that you have appointed during this our time. That God, it is you that is going to be seen in their lives. They are going to be risk takers right from now to the time. All of the dreams of their minds, the dreams that they have had is going to be fulfilled, because God, you are going, Lord, to be God of gods, the King of Kings, the Lord of Lords, the Prince of Peace, Hosanna in the highest, the Lily of Sharon.
We thank you, Father, that you brought these, your men here and women, standing before you, Father. You can raise up your two hands, you leaders that are standing here. We thank you, Father, as Lord, they are raising their hands, Lord, that they are not going to drop these hands down before you put in something. That God, you are going to be with them, O King of Kings. They have surrendered their lives, O Father, just as we heard in the morning. When we surrender and we humble ourselves, you are going to raise us to the higher heights. We love you and give you glory, God, that you have done it. Through today, Father, as we are celebrating the 20 years of this ministry, Father, these your men and women, Lord, are going to celebrate their victory for the visions they have for this country. We love you and give you glory, and we thank you because I prayed in Jesus' name of Nazareth. Hallelujah. Amen. Thank you very much. Let's clap our hands and celebrate the Lord again. Amen. Now, I don't know the protocol to follow. Yes, I think it's my joy and my pleasure and now to hand over the microphone to our area MP, Honorable MURATHE, to guide us and to lead us into the next session in Jesus' name. Amen. Karibu sana mheshimiwa. Makofi kwa mheshimiwa. God is good. And all the time. That's his nature. Wow. Hatachukua muda mrefu sana sababu ya maneno mengi kwenye na mhubiri amehubiri. Mimi yangu ni kuwa introduce tu watu wawili watatu ambao wamekuja wamechelewa. Alafu hayo mengine tutafanya baada ya mheshimiwa Kalonzo kutuzungumzia. Kuna nafasi kule nje. Namuona dada yetu mheshimiwa Susan MP Makueni. Sijui kama kuna mbunge mwingine. Mwenje mheshimiwa Mwenje Embakasi West. Kuna mheshimiwa mwingine, kuna mbunge mwingine. Alafu kuna ndugu zetu walipigiwa kura tarehe 9 mwezi wa 8, ma MCA wetu. Tuko na area MCA mheshimiwa Nyangicha. Tuko na majority whip Ogeto. Tuko na mheshimiwa Musango wa Pipeline. Tuko na mheshimiwa Mutinda wa Kware. Nimeruka, kuna mheshimiwa Chalo Mumo, majority leader Makueni County, ambaye ndiye chairman wa majority wote Kenya nzima. Kuna mheshimiwa Joel Murube wa Kariobangi North. Kuna mheshimiwa Lawi wa Kibira Sarang'ombe. Kuna mheshimiwa Oyugi wa High Rise. Kuna mheshimiwa Matach wa Korogosho. Touch. Kuna mheshimiwa Catherine Che wa Masaku. Kuna mheshimiwa Anastasia Nundu Masaku. Kuna mheshimiwa leader, deputy leader whip Stazo. Kuna mheshimiwa Shadrack wa Umoja tu. Kuna special elect Ellen Okello. Kuna majority whip Kajiado Gor. Kuna Odado chairperson wa budget Nairobi City County MCA. Kuna Otieno Ngei Ward. Kuna mheshimiwa Chris Matara wa Dandora tu. Kuna former MCA bwana Ochola. Kuna mheshimiwa wa Ruben
kuna mheshimiwa Mama Ruben na imeandikwa, mimi ndio nimeruka, makosa ni yangu. I admit mbele ya watu. Kuna special elect mheshimiwa mama yetu Jane Musangi. Hiyo nayo iko imeandikwa bado. Asanteni sana kwa kufika kwa wingi, kujumuika kuomba na sisi hapa kanisani. Sitazungumza mengi, siku sio yangu. Kuna mgeni mheshimiwa aliyealikwa. Lakini kabla sijapawana microphone kwa ndugu yangu my minority leader kwa bunge, nitasema jambo moja tu. Lazima bei ya unga iteremshwe mpaka chini ya 100. Lazima bei ya mafuta ya petroli iteremshwe. Wewe kama kijana, sababu ambayo wewe uko unemployed ni sababu ya bei ya stima. Factories zimetoroka hapa zote. Sisi stima KenGen inauzia KPLC stima 6 cents of the dollar ama shilingi 7 za Kenya. Alafu sisi tunauziwa shilingi 23. Sababu ya sisi kuuziwa shilingi 23 ni sababu kuna kitu inaitwa IPP ama Independent Power Producers. Wao walianza kitambo miaka 15 iliyopita. Lakini kila serikali inapoingia wanawakimbilia, wanaona, wanaingiana, wanashikana na wao ndio wasitolewe. Tukitoa Independent Power Producers ambao wanauzia KPLC stima 38 cents of the dollar ama shilingi 43, bei ya stima itarudi shilingi 9 kama vile Ethiopia na Tanzania. Au Independent Power Producers wanalipa mabilioni kila mwisho wa mwezi, and yet kwa kulipa tu bilioni 78 ama 85 kulingana na vile takavyoelewa, tunaweza kuwalipa wakaondoa, na stima yako ambayo itakuwa inaondoka kutoka KenGen kwa shilingi 6 ama shilingi 6 cents of the dollar ama shilingi 8 za Kenya, wewe utauziwa stima shilingi 10. Tafadhali lazima tusitize mpaka tuhakikishe kwamba bei ya stima imerudi chini, bei ya unga imerudi chini, bei ya petroli imerudi chini, bei ya maisha imerudi chini. Na sio tafadhali. Kwa hayo mengi, nataka kumkaribisha minority leader wetu, kiongozi wetu wa bunge, Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Asante. Thank you very much, Mheshimiwa Murathe. I can see you are indeed really popular here. Extremely popular. That is really encouraging. I will not say much. As you know, we are in church. We shall be talking more outside. As is our tradition, as in AZIMIO, we don't politic in church. But then allow me, first and foremost, to congratulate Bishop Jonah Obonyo and Mrs. Obonyo, together with all the congregants of Cathedral of Praise Ministries International, for this wonderful achievement. We have been challenged to invest before we can reap. We shall be striving to invest in this cathedral which is under construction in the coming weeks, months, and if possible within the next 1 year, so that when it is finally completed, our investment is also there. We want to thank you, Bishop Jonah. Really, you are a wonderful man. Bishop Jonah, as you know, is my constituent. He is a very, very, very humble servant of God. And he continues to be a source of inspiration to our people, not only at home, but all over the world. Can we clap for him once more? Nikimalizia, we have been challenged to be risk-takers. I want to assure you today that we are for sure going to be taking risks. You know, Bishop, without really getting into politics, we've just heard this morning the police. And I want to appeal to those who are currently controlling the instruments of state that please get your priorities right. The police have got a more urgent duty to deal with the rampant insecurity and banditry in the North Rift.
and also to pursue the killers, those who have killed hundreds of people in Kilifi. Not to go around chasing leaders. And let me say this, we never asked for your permission, the police, to demonstrate. And under the new constitution, we don't need the permission of any person. Any person. We simply notified you. And it is your duty to provide security to those who will be exercising their rights under Article 37 of the Constitution. And therefore, as we had earlier announced, on Tuesday we have a date with this thing. And we are going to undertake very serious demonstrations. It's the duty of the police to provide security to those who will be demonstrating and those who will not be demonstrating. But more importantly, if you want us to stop these demonstrations, just do a simple thing. Do those things that Honorable MURATHE has said. Reduce the cost of power, reduce the cost of food, okay? And ensure that you undertake all that we asked you to undertake among our five conditions. But more critically, it is important as Kenyans to realize that what we are currently doing is for the benefit of the people, not for the benefit of the leaders. And therefore, and you must also remember, I think there was this writer in Nigeria, I think Wale Soyinka, Your Excellency KALONZO, who once wrote that a tiger does not proclaim or pronounce its tigre shall continue to be peaceful until and unless they are disrupted by the police. With those very many remarks, allow me, before I invite the Honorable Jeremiah Kioni to just acknowledge Honorable Aladu, who is our chairman in Nairobi, just to say a word. Asante Mheshimiwa Ndai, Bwana asifiwe. Sitaki kwenda kwa mengi, vile Bishop umesema na tumeombewa. Maombi yetu ni uombee County Commissioner Nairobi, Bwana Bungei, ajue sheria ya kufuata. So ukitoka hapo tuombee, sisi tutatake hiyo risk. On Tuesday tutakuwa kwa barabara, na hiyo ni haki yetu. Kwa hivyo before tutoke, wewe ndio umetuhubiria chukue risk. On Tuesday tuko hapo. Maombi yako itatuelekeza tufanye maandamano yetu kwa amani. Bungei apate maombi, atulie etu on Tuesday. Mungu abariki. Haya, asante sana Mheshimiwa Ladwa. Wacha nialike sasa Katibu Mkuu wa Chama cha Jubilee, Mheshimiwa Jeremiah Kioni. Asante, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani akumio. Jeremiah Kioni majina, nampenda Yesu kwa kuniokoa. Bishop, wiki hii I took a risk. Nilipigiwa simu na wafanyikazi kwa ofisi yangu, nikaambiwa kwamba nimefahamiwa. Na nikaambiwa nikifika kule inaweza kuwa hatari. But I decided to take the risk. Na nikaenda kule, nikakuta watu wengi ambao walikuwa wamekusanya nje ya ofisi yangu. Kati ya hao kulikuwa na ofisa zaidi ya 200 na magari 20 ya various police stations kutoka Nairobi. And I took the risk na nikaingia na gate. Wakafungua, nikaenda kwa ofisi, nikaituka risk, nikajifungia ndani. Kaambia sasa mkuje. After a while, I called Baba. And I told him, Baba, while you are away, I have been attacked. Baba called in Wadai, another members of parliament. They also took a risk. Wakakuja kuniokoa. But I want to say this, because it may sound like a joke. But when a government or people in power illegitimately decides to take away a right that we have given to ourselves through deaths of people, the multi-party democracy, we as Kenyans must stand up and say no. The preaching that we have enjoyed today here is because the Matibas, the Rubias,
Bishop Ukuru, Bishop Muge took a risk and fought for the freedoms that we are now enjoying in this country. It is now upon us, Kenyans, to take a risk and fight for the voiceless. When the opposition is being killed, if you read the book of Proverbs 31, 8 and 9, that is the voice of the voiceless. Yale Baba Raila Amolo Odinga akituongoza tukiwa na Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Martha, wanasema Kenya hii, it is the voice of the voiceless. Unga irudi chini. How hopeless can we be as a country? Kama leo tuko hapa na watoto hawajaenda shule kwa sababu hawawezi wakalipa karo. We will be the most hopeless society in Africa if we do not say enough is enough. I thank you brother kutoka Nigeria, Bishop. That fast hata mimi sijaiona. But I've seen another one, I don't know whether you have also seen it. It is in the book of Hosea 8:4. It also says, not all leaders are from God. Not all leaders are from God. Hosea 8:4. Tafakari hayo na wewe mwenyewe ujue. Tuesday, tuko pamoja. We will take the risk and we'll be there. And we have God's favor. Allow me now. Thank you. Sorry. Okay. Allow me, Baba is the same. Allow me now to ask Tom Wanyonyi, Tom Wanyonyi to come and say a word of one or two words and then invite Mother. I invite Mheshimiwa and then Mheshimiwa. Asante sana Baba Askofu for that inspiring word of God. Sisi, we have been inspired. The word that has been preached here has given us confidence that the risk we take, that step we took to go to the street, the risk we have taken. You know, hakuna kitu mbaya like civil disobedience. It's better you fight the external aggressor than the internal disobedience. Sisi tunaomba serikali isikie sauti ya wananchi. Na sisi, we shall continue to represent the people as long as the government is not listening. The moment you listen, you will not see us on the street. Kwa hivyo mimi leo nimefurahia, mimi nimekuzwa na neno la leo, na nitaendelea kwa imani ya kwamba tutakomboa nchi yetu. Asanteni sana, mimi nataka kukaribisha. Asante sana, na mimi nasema safari yetu bado inaendelea. Mungu awabariki sana. Makofi kwa Mheshimiwa Tim Wanyonyi. I want now invite our gracious lady, and as I'm doing this, yesterday I was assured, Bishop, that one of us will be killed before July. We are taking a risk and will be out. If kama ni mimi nitaenda, wengine walienda kupigania Kenya, haijalishi. Makofi kwa Madam Mother Wangari KARUA. God is good, and all the time. Askofu na viongozi wote wa kanisa, including wageni na yule ametuhubiria, na waumini wote, hamjambo. Leo nimefurahishwa sana na ibada sababu life is taking a risk. Hata nyumbani kwako ukitembea unaweza anguka. Unaweza anguka kwa bafu yako. Even simple tasks of the day are taking a risk. So that someone resonated very well with me. I want to say this. Every day we pray for leaders. But not all people who claim to be leaders are leaders. Some are pretenders. If you're a true leader, you would worry about your people. And I want to remind
William Ruto. I once was in government when he was in the opposition benches. And that time, he was led by kinara wangu leo, Raila Amolo Odinga. And they wanted to demonstrate. And we thought the demonstration was not justified. But nevertheless, because they gave notice, they were escorted on horseback by Commissioner Ali. And within 2 hours, their demonstration was over. There was nothing, no breakage, no violence in the city. Today, he is holding instruments of power through the back door as far as I'm concerned, because I must speak my truth. I want to remind him that he has been in demonstrations in this country even before the 2010 Constitution came up. Now, he is bound by the Constitution. He can call himself Commander-in-Chief. Commander-in-Chief under our Constitution and under the sovereignty of the Kenyan people. Demonstrations, peaceful demonstrations must be allowed. And I want to say that it is the police, a section of the police who introduced violence. I've been in the 3 demonstrations that have been in Nairobi. One was through this particular estate, IMARA DAIMA, and the pipeline. It was so peaceful. All the demonstrations have been peaceful. People are joyous. They come to meet us, they listen to us with song and dance. Violence only occurs when introduced by the police with their brutality. William Ruto and your people and your regime, accord the people their rights, haki yao. Stop interfering with peaceful demonstrations. France has been demonstrating daily. Hata wanachoma tairi huko. UK, they have been demonstrating. All civilized nations, South Africa, they have been demonstrating. What is so difficult about this regime understanding that Kenyans have a right to demonstrate? Let us be just. Let the people of Kenya express themselves. And if you are truly elected by the people, do not fear the people. The people mean well, they just want haki yao. They want the price of bunga to come down. We want electoral justice. Yes, you say you are elected. Yes, you went to court and the court ruled. But this wonderful constitution of ours still grants us the right to ask for documents, to ask for records, which include the server. We are not doing anything wrong. Wale hawaelewi, kuuliza server ni kuuliza haki na iko na msingi wa katiba. Na leo kwa vile niliona William Ruto akiwa na makasiriko, wakati mhubiri amehubiri, mimi nimesema nimemwachia makasiriko. Mimi sitakasirika tena. Nitauliza tu haki yangu na haki yetu nikiwa bila makasiriko yoyote, sababu ni haki. Alituuliza tukaribie meza tuongee. Hatukufikiria ako serious, lakini tukasema kwa sababu kwa niaba ya watu wa Kenya na kwa sababu tunapenda amani, wacha tusonge karibu. Ametuonyesha madharau na ndio tunasema wacha turudi kwa barabara. Ethiopia peaceful demonstration on Tuesday. We seek your prayers as men of God. We always are peaceful and we seek special prayers for the police. Ndivyo police watende haki kwa kila mtu. Wasije kutabisha Wakenya ambao hawana fujo yoyote. So we want to pray that Pharaoh lets the people of God to go. Let Pharaoh let the people of God go. Munafikiria Farao ni kwa Biblia peke yake. Hata leo iko mafarao wengi. Lakini nimesema sina makasiriko. Mungu atusaidie kila farao ashuke chini. Na ndivyo watu wa Mungu
waweze kuendelea. Mimi nataka kusema nikimalizia, wamama wa pipeline, asanteni sana na Mungu awabariki. Hiyo siku tulipigwa na tear gas na tukapigwa na live bullets, mulituosha na maji angalau tuwai, na tunajua Nairobi iko shida ya maji. Mungu awabariki zaidi, na wakati tutapata nafasi tutafanya ile yote tutaweza kuinua hali ya maisha yenu. Mungu atusaidie, na tunaleta salamu za kinara wetu Raila Amolo Odinga na ndugu yangu mpendwa Kalonzo, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Atafafanua zaidi na kumpatia hizo salamu kirasmi. Na sasa nikukaribishe ndugu yangu, karibia kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Bado tuko kanisani. I knew this was likely to happen, Bishop, and I remember telling you, utatusamehe, tuko wengi, so that next time ukitaka kutualika huwa nafikiria twice. The late Kariuki Chotara angesema kumekujo. Tumekuja but to worship God. We come with all humility and thank God for the word that we have heard from our Tanzanian brother. Askofu nilikuwa akiongea pale, alisema mjukuu wake na mtoto wake wa kwanza 43 years old, wajukuu 9. Nikamwangalia, he looks 40. I had to ask him, ulizaliwa lini askofu? God's, as they say, God's grace has been more than sufficient for you. Peleka tena salamu zetu kwa Watanzania. Wangapi anamtuma tena peleka salamu zetu? Asante. Kuna ujumbe fulani lakini nyamaza tu kidogo. Nyamaza tu kidogo na utulie. Tuko kanisani, tulia. I want to introduce two friends who are not from the leadership of a political formation, lakini watu wa ajabu. They are very much close to Senator Agnes Kabindo, who is herself a prophetess. She's never afraid of that. I just want to recognize our brother Apostle Collins Musembi. Bishop Obonyo, you may be interested to know some, because this is not about Kenyan political leadership. It's about, please don't stand. You make me almost tremble. I want you to know that some members of the clergy have actually been demonstrating with other Kenyans. And the example is Collins Musembi, Apostle Collins Musembi, and our sister Leah Nyambura. She is a AKA Overflow, Prophetess Overflow. She looks like she's overflowing with grace. The only difference between Collins and Overflow was when you were tear gas in Mathare, Overflow did not know how to duck the tear gas. Collins was able to mingle in and wriggle out. We want you to know that men of great faith and mission have looked at what has been doing in terms of taking risk as Kenyans. So it is not just it's not just AZIMIO, ni Kenyans. Naomba tu niseme kwamba and I want to suggest perhaps the music team, I'll do this if you don't mind. It's good that Wi-Fi is perfect here. Google the words. Yeah, because I want us to really sing after my small presentation. Stand up for Jesus. Please Google that, because I'll be asking us to sing. Because we're also celebrating 20 years.
Bishop Obonyo, this is our celebration, standing for Jesus. Because men and women have been standing for themselves. And so God in his wisdom, through some songwriters, did us amazing. And I want you to look at the lyrics. The lyrics, stand up for Jesus. I'll lead in the singing. I love singing. But before that, Psalms 21, verse 11. Though they plan evil against you, though they devise mischief, they will not succeed, for you will put them to flight. You will aim at their faces with your bows. This is, again, a celebratory message from the writer of Psalms. And sometimes it was King David himself, as you know, the man, the great man to whom we refer. Now, Apostle Bishop Obonyo, you have great memory. In your printed program, I think you have met with the leadership of this country. I've seen you have met with immediate former President Uhuru Kenyatta. I see you met with my brother Raila Odinga. And I think you came to my office. Must have been when I was in the Foreign Office, I think 23 years ago, 20 years ago, after the 202 most democratic elections in our country. Kumbukeni wakati Raila kasema Kibaki si anatosha. That's when I went in as foreign minister in 2003, and I think that's when you came to my office and we gave you our blessings. 20 years ago, you have seen the young men who came dancing. They beat MURATHE completely at it. And you, Bishop, and I, because these are the millennials, and they are very flexible. And so, wonderful men and women, products of great faith and mission, a sense of mission. So I congratulate you, Bishop Obonyo and Mama, and the congregation. We have even seen the Kano Rasanga. I think when last we came here, Kano Rasanga was with us. Great testimony that you prayed for him. You really helped him in so many ways, became Governor Siaya, and he did his 10 years. So when we come, like we have come today, we come with great humility. And we know right now, there are lots of doubts in the minds of Kenyans as a result of what happened at Shakahola. Kenyans are asking simple questions. Is it true? Is it that there are men and women misusing the name of God? Is it cults or what? I want to remind you, when you came to house number 100 Southland, you really know me. By the way, bring your greetings from my wife, Pauline. Continue to pray for her, so that again, God will heal her in his time. It was then, I think I was Deputy Speaker of the National Assembly. And no, I think either that or I was practicing law from my offices in Church House, near the former American Embassy opposite there. And I was also doing work with the Scripture Union. And I registered Redeemed Gospel Church. Since you are sent by Bishop Kitonga, you must have been bringing those papers, so that I registered Redeemed Gospel Church. I'm happy that I did not register a cult. Please give me a clap. I also registered Crisco. When I saw Apostle Das, and he came in with a friend who looked like from Guyana, I remembered the story of Jim Jones, a person who led a cult and got people to drink poison and they died. Pretty much like Shakahola. We must ask ourselves these basic questions. Mama Ida Odinga asked a question. Now she said, don't you think we need to regulate? Now that time I think has come. And I want to challenge the church, the mainland church, to be able to do something about not hindering the freedom of worship, because that you can't. It is written in our constitution. You cannot. And so I want to tell you that even those cults, so to speak, if they are worshiping
You may find it difficult to stop them. But one thing, the government is not a cult. We have police, instead of chasing Wandai and us, issuing instructions. And I'm going to comment on that, unfortunately, because you're all the same, Bishop. So I'd rather we pour it before you. Tukitoka hapa uombe ukijua hawa kina Martha na Kalonzo na Kioni na kina Wandai ni watu sampli gani. Because our hearts are hurting, and not just us, all Kenyans. So you ask yourselves in Kilifi, where this thing happened, there is a chief, assistant chief, now of course intelligence, the whole government network. I don't think it is enough, my learned junior brother, Kindiki, to just have gone there and say, I'm changing. There's something basically wrong. This has taken a very long time to happen. It did not just happen. So somehow, as Wandai was quoted today saying, if in a functioning government, this cannot happen. So that we don't end up saying a cult, somebody worshiping God upside down is guaranteed under the Constitution, but they are not allowed to take lives. They are not allowed to take lives, because that becomes something else. So I just wanted to comment to that extent on what has clearly been happening, and we wish you well. May your next 20 years bring with them tremendous soul harvesting and growth. Mother blessed your office. You said, oh, forgive my small office. And she said, utabarikiwa mpaka ushangae. This congregation will grow. We may not come every day, as you said, every Sunday, but once in a year we can come. You notice when I came, I said, hey, Bishop, hamujaenda sana. Next time we come, we want to worship not under the tent, but in there, in God's name. So the next 20 years, if our Lord tarries, yeah, na vile askofu kutoka Tanzania alihubiri, mimi nifurahi sana. Yaani watu wanapatwa na shida mpaka mtu anasema Yesu kuja na kuja wewe mwenyewe usitumane. There are songs to that effect. Usitume mtu, kuja wewe mwenyewe. And of course he'll take his time because it's God. So as long as he doesn't come quickly, we'll do our best. Mkora alionekana ameiba akapata pesa nyingi zaidi, alafu akaambiwa akahubiriwa the gospel of salvation, akasema okoka. Akasema jameni, yani unasema Yesu anakuja, kwa nini hakuja wakati nilikuwa maskini? Nao nimepata mali. So all kinds of things, but these are holy jokes. I've just finished reading a book called Spare. No, I'm just going to finish it today. In fact, I read it up to 4 o'clock this morning. Spare is talk about the British monarchy. Prince Harold, Duke of Sussex, who now lives somewhere in California because he had to flee because of so much, just because he got married to an African. Waingereza wakaona sasa naharibu mambo ya urithi, all that. Beautiful reading, and it's a big book, but yesterday I read to a place where alienda kumuona a famous British musician called Elton John. How many of you have heard of Elton John? How many of you know that Elton John is gay? Ah, okay. Here. So the young man in his writing says he went to meet Elton John in France with his family. And they said he met him with his husband. Those words are still ringing in my mind. So when God created man, you know, there's that creation, I think in the spiritual and then the physical. When he created them, man and woman. I don't want to delve into that big area of divinity and theology. But there's a lot happening in the world today. Wacha nikamilishe kusema yafuatayo. And I hope mmepata wimbo. Stand up for Jesus. Ye soldiers of the cross. Allow me to also just lead you through. I promised to lead you. The thing
the lyrics. Stand up, I'll read them. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the full gospel, put on the gospel armor, as in Ephesians 6:10, putting on the full armor of God. Each piece put on with prayer. Wear duty, I love this. Where duty calls or danger, be never wanting there. That is taking the risk. Stand up for Jesus. The strife will not be long. This day, the noise of battle. The next, the victor's song. To those who vanquish evil, a crown of life shall be. They with the King of glory shall reign forever. Why have I chosen this? I hear the police have already issued an edict, and I must thank our chairman ODM, Mheshimiwa Alado. Hey, we are still in church, my friend. I'm talking to Alado. I'm not talking to you. I have not seen a man with more commitment to a cause in this country than Mheshimiwa Alado. Mheshimiwa, I congratulate you. So, and of course, my brother Kione, my sister, have talked to you. How many of you belong to the army of Jesus Christ? How many? I just want to see before I sing. Now, my commander-in-chief, mother, is Jesus Christ of Nazareth, not William Ruto. Okay. Bungei is taking instructions from his commander-in-chief, and he talks of ruthlessness, that he will deal with us ruthlessly. And indeed, they did. When we came to Embakasi South, Mheshimiwa Murathe, I tried to reach you that time. You were somewhere in Mombasa. I think you wanted to fly to get here. But I tell you, we were so well received by people of Embakasi South. I've never seen more excited Kenyans believing in a cause, wanting hunger to come down. But when we got to pipeline, Mheshimiwa Kijana Musangi was a casualty. Alipigwa, Musango. Alipigwa. Alipigwa hata risasi. And the wonderful ladies were pouring water. Na wakaimba that Catholic hymn. Nionyeshe, nisafishe. Unioshe nitakaze, niwe mweupe. We composed that song here. We saw tremendous encouragement. You cannot kill that spirit of the Kenyan people. You can't. They must really accept, we must accept there's a basic problem and we must deal with it. So I now want us to stand up and sing, because this is important. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. His eyes royal banner, it must not suffer loss. From victory to victory, his army shall be raised. Till every foe is
you all are conversant. This battle will not be long. On Tuesday, Bugays and Comes teared us. The next, the victor's song. We stand up for Jesus. At the end, as mother said, we are open. We said it, we are open to dialogue. We gave our 7 names. One of the members is here, Mheshimiwa Mili, a senior legal practitioner, and others. And all there is, I see they have issued a statement. This is my advice. This is my advice to William Ruto as a younger brother. Because he got to a stage where William was saying, Steve, our bigger brother. He likes to call us our brother. And now he called Raila his brother. No longer Muntu, Wavitendawili, sio mganga, and we know that Raila goes to Anglican Church. His brother. So at the end of the day, we are all brothers. Our brother from Tanzania. Spread the message. Si ndugu, kasema Mwalimu Kabarage Julius Nyerere, under whom I had the privilege to work, helping our brothers and sisters in Burundi. We are brothers. My advice to my brother William Ruto, you have already announced that you can drop Kenan from the list of 14. And if I saw the statement correctly, you are not asking AZIMIO to drop Kosin because Cook is a member of AZIMIO. You're actually just suggesting, in the event there are issues of conflict in accordance with the agreed terms of reference, then he can also step aside. The agreed terms of reference have to do with fidelity among the 5 points: integrity of the electoral justice system, the need to restructure IBC, of course, beginning with the cost of living, which can be done administratively. I hope when Ruto said he's bringing the unga down to this week, we hope it will come down to below 100 shillings. Now, my advice to you, get Otiende Amolo, senior counsel, and the other gentleman on the other side. He's actually a neighbor at home from the Raka constituency, Moragara. Let the 2 of them sit and wangae, because we must prescribe solutions. We love this nation. Let them announce today, latest tomorrow, that they have agreed on the composition again. We will then be able to review our position. Because if they go and say again they can agree, I disagree with William when he says that Mother and Raila can go and apply to court and get the server open. It's a matter on the table. The 14 of them can agree that let us agree to open the server because it is in the terms of reference. This is my advice. Therefore, Bishop Obonya, we thank you for giving us the opportunity to come to this wonderful congregation and suggest a solution and a way forward. How many of them think I've tried? How many of you think I've tried? Because if there isn't, it doesn't help to come up and say, I'm the commander-in-chief of Kenya's defense forces. Hata kama ni kijana moja nimemwona pale kidogo anavalia uniform, anasema yeye ni KDF. Kaombea fungua KDF, anasema Kalonzo Defense Forces. It may look weak, but you do not underestimate the resolve of the Kenyan people to get justice. We therefore must attempt to bring closure to what happened in 2022 in a manner that will surprise the East African community, because we are members of the community. We don't want to go the Sudan way. I still keep on saying we have never had a government statement telling us how are we helping Kenyans in Khartoum to get home. Other nations, Britain has lifted over 1,500. Wengine wana drive from Khartoum. I don't know how many of you have been to Khartoum. To the border with Egypt is of 1,000 kilometers. To get to the Port Sudan, which is the port city of Sudan, is another 800 kilometers. People, I think the Turkish Airlines ilipigwa risasi na wengine between the 2 warring generals. We don't want to go that way. Mr. William Ruto, my brother,
I call you my brother because you know I know you. Put the interests of this nation before yours, and you'll be a great person. You'll be a brother. Let the children go. Let the people cross the Red Sea. Do not put obstacles to them. If you do, because it's all there in the Constitution. Kenyans are an amazing people. We negotiated an amazing Constitution, which is acclaimed as one of the best in the world, Constitution 2010. Let us not have Bungei suspending the Constitution in your name. Mr. William Ruto, you'll be a great leader if you listen to your senior brother. May God bless us. Thank you again, Bishop Obonyo, and we look forward to coming back. Now, if you allow me, I wanted to, on behalf of these friends, these leaders, they know that you have to complete that work. I belong to a group that says that come up with a biblical approach to completing the task. Because you know there are very many unreached souls in many parts of the world. So complete the task. This task here, our friends from Nigeria, amazing. The sense of worship. I used to want to believe that Kenya was supposed to be the springboard for outreach, the gospel outreach across the African continent. But I think our brothers from Nigeria have overtaken us. We congratulate Nigeria. They truly worship, and they do it in all manner. So this is a moment. This is a moment. Let us complete this task. We want to make a contribution. Our brother Raila has sent his contribution. Yeah. Okay. And I don't think we need you to announce unless you are doing it publicly. I'll just give you our envelope on behalf of all these other friends. Tumemsindikiza, and we think that we can buy several blocks. So, Askofu, I want to correct this figure. Wale wamekuja kama Mheshimiwa Susan Kiamba, you don't get away, my sister. You don't want to come all the way from Makueni. I know it is raining. You have to, Mawade will catch up with you, Mheshimiwa Mwenje. You will not escape this effort. You have to pay, it's called an opportunity cost. So on behalf of this team, wow. Sasa hii yake nita announce. Imagine, huyu ndiye amecontribute ile list. Amepeana 50,000. Mheshimiwa Susan, God bless you. Mheshimiwa Mwenge. And then I'll give the bishop whether it's appropriate to announce or not to announce. Mheshimiwa, you are a member of parliament, they say there are lots of people who are ready to come and just sukuma baba. Sindio? So don't, hatutaki waende na hizo baraka. We want to leave everything here. So as of now, pigia askofu makofi jamani. Sorry? Haya, tulikuwa wanapewa kidogo, wacha my contribution niongeze ifike in that package, ifike hata ongea ingine, ifike namba fulani, ifike sawa, ifike 100k in my contribution. Sawa, sasa tukakujeni wale ambao mko wanataka kusindikiza na tuharakishe sababu ya time, sababu ya time tuharakishe. Jameni, tutafunga. Mnakuja wao wamesema simama. Kama ule anakuja kusindikiza hebu simama kwanza ndio tujue mnakuja. Simameni. Harakisha kujeni basi kujeni. Sikusema kuja pole. Ni kusindikiza
constituency manager ndugu yangu sawa, angechukua na mtu mwingine hii. Tarakishe, na uniseme jina. Oh, excellent. Akaomba akaonyeshwa